Si kutoa. Lazima utoe malipuko. Mpe huyo maiki. 18:18. Kitabu Profesa Luka. Haya, Luka 18:18. Aha. Haya, safi. Ndiyo. Shafika, kitabu ni cha Luka. Ama 10 ngapi? 17 Mathayo. Yoyote ile. 18:18 inasema. Aha. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, Teremka. Mwalimu mwema, Safi. nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Safi. Yesu akamwambia, Ndiyo. mbona unaniita mwema? Safi. Hakuna aliye mwema ila mmoja, Twende. naye ndiye Mungu. Safi. Wazijua amri: usizini, Maliza. usiue, Maliza. usiibe, Safi. usishuhudie uongo, Maliza. waheshimu baba yako na mama yako. Ndiyo. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Safi. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Kama wewe rafiki yangu Mandago umepunguziwa na neno moja peke yake, gani? Viuze ulivyo navyo vyote, Ukitoka hapo urudi kwako uuze kila kitu, ukawagawanyie maskini, mpe, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Umeona hiyo? Umesikia? Ipo. Imeandikwa. Umesikia leo? Nasema imeandikwa, umsongezee Biblia uende ikafutika. Umeiona? Kweli. Ipo. Ipo. Lakini mchungaji mjanja kweli anakwambia leta sadaka kwa mchungaji, hakuna mtu mwingine anafaa. Alafu unababaisha na hiyo sauti. Si ndio? Mbe maiki huyo 17. Ninayo. Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Sikiliza nyingine. Ni nyingi, hakuna andiko moja kwa Biblia mchungaji akule sadaka ya watu ama akule fungu la 10. Mimi niliwaambia kwamba Waislamu tu ndio wanajuana na hii Biblia. Nyinyi? Allah. 10:16. Takaseni wenye ukoma. Ndio. Wala takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Ndio. Mmepata bure. Mmepata bure. Toeni bure. Mpe. Kumbe hao wachungaji wanaambiwa kama wanataka kuhubiri, wahubiri nini? Bure. Sio waitishe nini? Hiyo pia hujawahi kuiona? Unaenda kanisa gani rafiki yangu? Unaenda kanisa gani? Redeem Gospel Church. Kweli. Ndio ya Yesu hiyo. Wacha nisikusukume sana. Uko na swali lingine? Si. Basi, kama una Muislamu kuwa tayari. Unasemaje? Pange mikakati. Nipange mikakati. Ya kufanya hivi. Sisi hatukupeleki pale kwa mto umezwe na mamba. Tunakumalizia hapa tena dakika 2 peke yake ushakuwa Muislamu. Kwa sababu maswali yako yote yamejibiwa. Ina maana kama una lingine wewe umekubali kwamba Uislamu ndio haki na unafaa kuwa Muislamu. Wala hufai kuchelewa. Unasemaje? Nawapatia majibu. Mimi usinipe. Mwambie Mungu hapo. Sijakubali kwa saizi. Ndio nasema uambie Mungu utampa majibu. Mimi simo. Sawa. Hebu mwambie. Sumwambie. Shamwambia kwa roho. Ukamwambiaje? Nisipange kwanza. Sasa huyo Mwenyezi Mungu anakuambia hivi 2:138 Bakara. Fanya haraka kijana. 2. Fanya haraka. 138. Ndio. Nishafika inasema. Na umsogezee aone. Aione Qur'ani. Ndio. Pengine ni mara yake ya kwanza. Alafu rafiki yangu kanisani tumekaa kama ni nyimbo tumeimba rap na dombolo ya Yesu tumeimba. Chikichikicha. Huko tumekaa. Wakati Dada Jeni amekupigia see me what I have. Alafu akikuna mateke leo nyumbani mwa baba akirusha teke amevaa minister tutaona nini? Hallelujah today in the name of the Lord. Anawatisha kweli. Bala bin Belu anasikia raha lakini akisikia nyimbo. Ndio. Inasema Uislamu. Ndio. Uislamu. Sikiliza kijana, Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Safi. Kuweni na nyinyi. Nani? Na nyinyi. Nani? Waislamu. Mpe.
Ati tunaambiwa tukwambie na wewe uwe nani? Muislamu. Safi kabisa. Kama hutaki sikulazimishi, lakini na swali moja ni kuachilie. Wewe wakati unaabudu, kwa hiyo church ni dini, unaenda Sunday, si ndio? Every Sunday. Every Sunday. Siku ya jua. Tunasikia sun na day. Ni siku ya jua. Yaani wewe unaenda kuabudu jua alafu unatuambia unaabudu Mungu. Wakati Biblia inasema Sunday ni siku ya kuabudu jua. Yesu alikuwa anaabudu vipi? Nifahamishe. Asante. Yaani wewe kijana, mpe maiki huyo ni kuonesha kwanza. Huyo. Tunaanza kwanza mahali Yesu alikuwa anaenda, alafu ndio tukuoneshe venye alikuwa anaabudu, uamue wewe peke yako. Na si lazima ufuate, kwa sababu ili uwe Mkristo mzuri lazima upingane na Yesu na Biblia. If you want to be a good Christian, you must be very confused. Soma 23 ama yoyote yenye umefika soma. 22 4:23 mama Mathayo. 4:23. Ama uko gani? Luka. Yoyote ile 16 inasema. Puliza. Naye Yesu safi akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa na siku ya Sabato. Hapo alipolelewa na nini? Na siku ya Sabato kafanyaje? Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe. Ati siku ya Sabato Yesu kaingia wapi? Sinagogi. Rafiki yangu unacheka wakati yani Biblia wewe umeibeba kwa makwapa miaka ngapi? Hiyo yote. Lakini usomi rafiki yangu. Usomi. Sinagogi unajua maana yake ni nini? Eleza. Eleza. Sielezi mimi. Sijui. Safi. Mfunulie Biblia umsokezee maana Kibaki kamaliza kazi. Muoneshe tusomee. Namuonyesha ndio hapa. Maneno magumu. Neno sinagogi ile hapa maana yake hapa. Soma inasema nini? Msikiti wa Sikusikii. Msikiti wa Wayahudi. Kanisa. Ni kanisa. Sivyo. Safi. Kumbe Yesu msikitini, wewe wapi? Kanisani. Wewe na Yesu ni kama bangi na nani? Safi kabisa. Yaani wewe ni mpinga Kristo kila siku rafiki yangu, unadanganywa. Wai na mapema msikitini. Yesu msikitini. Hakuna andiko Yesu kaenda church kwa sababu wakati wa Yesu hakukuwa na church. Church ya kwanza ni Roman Catholic. Na Yesu hajawahi enda Vatican. Mpe maiki huyo nikuoneshe kitu. Ninayo. 19:11 Ufunuo. 11. Ufunuo wa Yohana. Ndio. Inasema kisha nikaziona mbingu zimefunuka. 10 nzuri. 10 nzuri hii hapa. Au muoneshe. Inasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Safi. Akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Na nani? Na wa ndugu zako. Nani? Walio na ushuhuda wa Yesu. Mpe huyo. Wewe uko na ushuhuda wa Yesu? Sana. Mpe maiki, sikiliza. Yesu anasema kama wewe kila siku unabeba Bible unasema Yesu Yesu Yesu, kama uko na ushuhuda wa Yesu fanyeje? Hao ni watu wa riswa. Kama uko na ushuhuda wa Yesu. Safi. Ushuhuda wa Yesu. Safi. Msujudie Mungu. Mpe. Atusujudie nani? Mungu. Wewe unasujudu kila siku. Vipi? Tuoneshe unasujudu vipi kila siku? Kuinama na Vipi ndio hiyo karatasi umetandikiwa hapo? Tuoneshe. Kusujudu ni kufanyaje? Mjanja rafiki yangu. Wewe hujawahi sujudu. Utasujudu kanisaje kukiwa na vitu? Utagongwa kichwa. Unajua maana ya kusujudu? Najua. Ni kufanyaje? Kuinama na kuinuka. Vipi? Vipi? Si ufanye hapo kwa hiyo karatasi. Si kwa leo. Shainama. Ati hivi. Kichwa igonge chini. Kichwa iende wapi? Chini. Namna hiyo.
Ukweli. Hiyo ndio kufanyaje? Kusujudu. Wewe unafanya hivyo kanisani? Wewe unafanya hivyo kanisani? Kwa mkweli rafiki yangu. La. Safi kabisa. Kwa hivyo wewe una ushuhuda wa nani? Wa Mungu. Na wa nani? Wa Yesu. Lakini sisi Waislamu kumbe tuko na ushuhuda wa nani? Wa Mungu. Na wa nani? Wa Yesu. Ndio maana tunapeleka kichwa wapi? Chini. Kama nani? Imeisha beti. Kama nani? Kama Yesu. Kwa hivyo Waislamu na Yesu wanapeleka kichwa wapi? Chini. Lakini wewe unaimba nini? Nyimbo. Ufanyi kama nani? Wacha kupingana na Yesu rafiki yangu, utaenda motoni. Chukua maiki, imekuwa moto. Karibu sana Jackson, usiondoke hivyo. Haya sawa. Karibu sana. Mungu akuongoze akufanyie wepesi kijana. Allahumma amin. Usije ukafa kama hujakuwa Muislamu, kwa sababu safari unapelekwa kwa kaburi, nyumba ina taa, unabaki peke yako. Moto inaanzia hapo. Mpe huyo mwingine. Inshallah. Haya, anayo mic. Hebu nikumbushe jina lako rafiki yangu. Wilson. Wilson. Asante, ubarikiwe. Amen. Naomba uwe Muislamu. Siwezi. Kwa nini? Uislamu ni dini ya Mungu ama ni dini ya mwanadamu? Hebu mpe huyo, tumuulize huyo Mungu. 6:126. Tunamuuliza huyo Mungu mwenyewe. Haya 6:126. 126. Ndio. Inasema hivi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nini? Na hii dini ya Uislamu. Sikiliza, hiyo imetajwa. Na hii dini ya Uislamu. Rudia tena. Na hii dini ya Uislamu. Safi. Ndiyo njia. Ndio. Ya Mola wako. Iliyofanyaje? Iliyonyoka. Mpe. Hiyo Uislamu ni dini ya nani? Na Muumba. Safi kabisa. Unasemaje? Asiwezi. Uwezi. Kwa nini? Siwezi. Kwa nini? Hata kama ni ya Muumba siwezi. Kwa nini? Niulize aje. Huyu Mungu mwenye nyinyi mnamwabudu na wetu. Ndio. Ni Mungu the same. Ni the same, mtu tofauti. Ni angalia. So unauliza swali. Ama uko na majibu? Sasa mimi nataka nikujibu kwa sababu umetuuliza sisi Waislamu. Huyu Mungu wetu na Mungu wenyu ni mmoja, si ndio? Umeuliza. Mpe maiki. Al-Kabut 47. Haya, sisi tunakupa tu kikuja rafiki yangu. Mara hiyo tena cash. Hatukopeshi. Hakuna Mungu wa Waislamu na Wakristo, kwa sababu wote Waislamu na Wakristo wameumbwa na sperm. Singekuwa tumeumbwa na moto, nyinyi sperm, singekuwa Mungu tofauti. Tofauti inakujia ibada. Nitakuonesha, tuende vitu. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Barikiwa. Na namna hivi safi tumekuteremsha kitabu hiki cha Qur'ani. 47. Ngapi? 29. 46. 46 inasema wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Safi. Ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri. Safi. Isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Ndio. Nasemeni. Sikiliza wewe nani rafiki yangu, tunaambiwa tuwaambie nyinyi wa Kristo, tuwaambiaje? Nasemeni. Tunaambiwa tuseme nini? Tunaamini yaliyoteremshwa kwetu. Tunaamini Qur'ani sisi Waislamu. Na yaliyoteremshwa kwenu. Tunaamini Torati na Injili na Zaburi. Na Mungu wetu na Mungu wa Waislamu, yani Mungu wetu na Mungu wa Waislamu na Mungu wenu na Mungu wa Wakristo ni mmoja. Mpe. Ni wangapi? Mmoja. Tofauti tu inakujia nyinyi ibada na kumuongezea kama Mungu kaingine kadogo. Na kama Mungu ni mmoja, nyinyi Waislamu na sisi Wakristo, mbona mnaonanga Wakristo wafai mbele ya Mwenyezi Mungu? Hatusemi hawafai. Maneno ya uongo hayo. Nimekuambia hivi, Mungu aliyeumba Mkristo na Muislamu ni mwangapi? Mmoja. Mmoja. Wewe unaamini Mungu ni mmoja? Mungu ni mmoja. Hakuzaa. Sijakuita na kuuliza Mungu hakuzaa. Okay, Mungu ana mtoto. Si umeona rafiki yangu? Naye ana mtoto. Sasa sisi hatuamini Mungu ana mtoto kwa sababu hana sehemu ya kuzaa. Sasa kama wewe uamini kama Mungu ana mtoto, mimi naamini Mungu ako na mtoto. Alizaa Mungu. Aliumba. Safi, kupitia neno. Vizuri, atengeneza. Yaani barikiwa. Yaani wewe unatusumbua hapo wakati tunajua Mungu ni muumbaji, si mzazi. Unatusumbua tu.
Yaani Mungu analiambia jambo kuwa likawa. Kumbe Mungu si mzazi, ni muumbaji. Hawezi kuwa mzazi kwa sababu hawezi zaa, hana sehemu ya kuzaa. Okay, hawezi zaa, hana sehemu ya kuzaa kwa sababu, lakini ako na uwezo ya kunena. Alinena kupitia maneno, akaleta mwana wake kwa ulimwengu. Mwana mgani huyu? Yesu Kristo. Allah, sasa unajificha kwa nini rafiki yangu? Wakati Yesu yuko duniani, katangaza Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Lakini wewe unatuambia huyu Mungu ako na nani? Sasa wewe vile uko na wewe vile uko una mtoto. Tofauti yangu na Mungu rafiki yangu, tunaongelea Mungu, tulia. Mimi ni kiumbe cha Mungu. Mungu yeye ndiye aliyetuumba na kaumba Yesu kwa kutumia neno. Mariamu zaa akazaa. Ukienda kwenye Mwanzo anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Hakuna hapo mwanzo, hiyo ni Yohana 1:1. Soma Yohana 1:1 inasema. Ndio mimi najua. Chukua maiki. Mpe maiki. Maiki ni yako rafiki yangu. Wewe unaenda Mwanzo, mimi nakwambia ni Yohana. Tatizo liko wapi? Kwa hiyo Yohana 1:1. So umerekebisha kwenye siku najua, mimi nilikuwa najua ni Mwanzo. Ni Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Nini ikafanyika? Naye Mungu, hiyo neno naye Mungu alikuwa neno. Sasa ndio after hapo hivyo ndio Mwenyezi Mungu neno likatokea kwa likaingia kwa Maria, akapata ujauzito, akamzaa mwana. Sasa tatizo nini? Sasa tatizo ni wewe umesema Mungu hana mtoto. Sio umesema hivyo? Ana kwa sababu wazai. Maiki ya kwako. Ili ni kuonesha Mungu wazai rafiki yangu. Kuna watu wameoana wana watoto. Nionyeshe Mungu hana mtoto, niambie basi. Kwenye Biblia. Safi, si Qur'ani. Kwenye Biblia. Safi sana. Mwenyezi Mungu hana mtoto. Na uniambie huyu Yesu alitoka wapi? Na mbona alisemekana bila Yesu hatuwezi ingia kwa Mungu? Safi. Hayo ni maswali matatu umeshikanisha. Ya kwanza umeuliza hivi, ni kuonesha kwa Biblia wapi Mungu ana nani? Ana mtoto. Chukua maiki, tumia maiki. Si ni kweli? Kati ya mimi na wewe na Yesu nani mkweli? Mimi sijui kati ya wewe na Yesu nani mkweli? Yesu ndio mkweli. Mpe maiki. 66:26. Kitabu 26:62 Mathayo. Tena hiyo swali hutawahi uliza rafiki yangu. Wewe unacheza ati Mungu akuwe na mtoto. Mungu si mwanaume, si mwanamke. Twende. Kitabu ni cha Mathayo ngapi? 26:62. Fanya upesi. Nishafika. Inasema kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia. Sikiliza wewe hiyo. Wachana na Google kwanza. Madhakawame wa zama hizo huko kwa Yesu. Alisimama akamwambia Yesu nini? Akamwambia, ndio. Ujibu neno. Wewe Yesu jibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Huyu jamaa hapa kayaendea na kushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Safi. Kuhani mkuu akamwambia nini? Na kuapisha kwa Mungu aliye hai. Sikiliza wewe, Yesu anakulishwa kiapo mahakamani. Atuambiaje? Utuambie kama wewe ni nani? Ndiwe Yesu nani? Mwana wa Mungu. Mpe. Yesu anaapishwa, aambie watu kama yeye ni Kristo, mwana wa nani? Wa Mungu. Yesu akijibu na majibu yako na Yesu gani kweli? Yesu ndiye ukweli. Mpe maiki huyo malize, sikiliza hiyo. Ninayo hii hapa inazidi na kusema. Yesu akamwambia nini? Wewe umesema. Yaani hiyo maneno ni yako. Hapa. Wewe umesema. Hiyo maneno ni yako. Lakini nawaambieni, ukisikia lakini Yesu anakanusha, kanusha anasemaje? Lakini nawaambieni. Safi. Tangu sasa, sio kesho. Tangu sasa. Wewe sikiliza, ni saa hii, si kesho. Sasa. Safi. Mtamuona. Nani? Mwana. Wa nani? Mwana. Wa nani? Wa Mungu. Wa Adamu. Mpe. Yesu anasema yeye ni mwana wa nani? Amesema tangu sasa mtamuona. Nani? Mwana wa Adamu. Huyo mwana wa Adamu ni nani? Kwa mujibu wa hiyo andiko. Hajasema Yesu, hajasema mimi mwana wa Adamu. Mpe maiki huyo arudie. Unajifanya chizi, mimi nilikuwa chizi kitambo. Rudia tena nasema. Lakini Yesu akanyamaza. Nani? Hebu mpe maiki. Anatajwa nani hapo? Sikia vile anasema, lakini Yesu akanyamaza. Ndio nasema hivi. Kwa hivyo wanaongelewa hapo ni mimi ama ni Yesu? Yesu ndiye anaongelewa hapo. Na wanaongea na nani Yesu?
na kuhani mkuu. Kwa hivyo Yesu ndiye anaulizwa maswali ama ni wewe? Kumbuka huyu kuhani mkuu anza hii basi. Mpe maiki arudie 62 ifutike. Inasema kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, Mpe ujibu neno. Mpe maiki. Kuhani anaambia nani ujibu neno? Kwani ndiye aliambia Yesu ujibu neno. Basi mpe maiki. Ulikuwa unakimbia nini? Wewe wakunikimbia mimi wakati Biblia nimeisoma miaka 10 hiyo. Hawa wanakushuhudia nini? Safi. Hawa wanakushuhudia nini? Ndio. Lakini Yesu akanyamaza. Mpe maiki. Ati Yesu wako hapo ama hayuko? Mpe maiki huyo. Usikimbie rafiki yangu. Hatujaandika Biblia sisi. Kuhani mkuu akamwambia, ndio, nakuapisha kwa Mungu aliye hai. Mpe. Anayeapishwa ni nani? Yesu. Mpe maiki huyo. Sauti imepotea. Nakuapisha kwa Mungu aliye hai. Safi. Utuambie kama wewe ni nani? Ndiwe Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Mpe. Ati Yesu anaulizwa atuambie kama yeye ni nani? Kama yeye ni mwana wa Mungu. Asante. Kwa hivyo Yesu ameulizwa kama yeye ni Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Mpe maiki tusikilize Yesu akasemaje. Inazidi na kusema. Yesu akamwambia, wewe sikiliza majibu ya Yesu. Yesu ndiye anajibu. Wewe umesema ni mwana wa Mungu. Lakini ukisikia lakini Yesu anakanusha. Lakini safi. Nawaambieni tangu sasa. Wewe sikiliza, huyo ni Yesu anaongea. Nawaambieni, si aliwaambia. Nawaambieni. Tangu sasa. Tangu saa hii kaende. Mtamuona mwana wa Adamu akifanyeje? Ameketi wapi? Mkono wa kuume wa nguvu. Mpe. Ati Yesu amejitambulisha. Yeye ni mwana wa nani? Nataka penye nasema hapa inasema mimi Yesu nasema mtamuona mwana wa Adamu. Mimi. Hebu mpe arudie tena. Mimi arudie tena. Bala bin Belu. Huyo ulia ni kuna msikutua tu sasa hivi maisha betri. Tunasema niko hapo kwa ajili yako tena usipate taabu. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, ujibu neno. Ndio. Hawa anakushuhudia nini? Maliza. Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, nakuapisha kwa Mungu aliye hai. Ndio. Utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Safi. Yesu akamwambia, wewe umesema. Maliza. Lakini nawaambieni. Hebu mpe. Anayesema lakini nawaambieni nani? Yesu ndiye anasema lakini nawaambieni. Anasemewa ama anasema? Anasema. Mpe maiki. Lakini ukisema hata kotini unafungwa kwa sababu lakini inakanusha. Kwa hivyo Yesu alikanusha. Lakini nawaambieni. Ndio. Tangu sasa. Mpe. Anayesema tangu sasa nani? Yesu Kristo. Mpe maiki, ulikuwa unakimbia wapi? Tangu sasa. Ndio. Mtamuona. Mpe. Anayesema mtamuona ama mlimuona? Amesema mta. Wakati ujao. Sawa, mtafanyeje? Mtamuona. Nani? Wakati uliopo. Nani? Mtamuona mwana wa Adamu. Wakati ujao. Sasa wewe tutangazia andiko. Yesu katangaza na kinywa chake ni mwana wa Mungu. Toa andiko sasa. Mimi nimekuonesha. Toa. Tuko kwa hii andiko ni wewe umetoa. Ndio tumesema hivi. Mimi sijatoa andiko. Wewe umetoa andiko. Nisikilize. Unasema nisikilize rafiki yangu. Ndio maana uko na masikio mbili. Yaani sikia sana au na sana, nusa sana, sema kidogo. Nasema hivi, tumekubaliana na wewe Yesu amesema mtamuona nani? Mwana wa Adamu. Safi kabisa. Kwa hivyo kakiri yeye ni mwana wa nani? Hajakiri hapa. Kwa hiyo hajakiri tumeacha. Sasa wewe wapi andiko Mungu ama Yesu anatangaza ni mwana wa Mungu? Uko nayo ama hauna? Tuendelee. Sina. 17:3. Alafu nikuoneshe Qur'ani inasema aje ukisema Mungu ako na mtoto. Yohana 17:3. Yohana inasema na uzima wa milele ndio huu. Safi. And this is eternal life. Na uzima wa milele ndio huu. Ndio. Wakujue wewe nani? Mungu wa pekee. Mpe. Unaitwa nani? Jina lako imenitosa. Wilson. Nikisema Wilson anaishi peke yake, ako na bibi. Sorry? Nikisema Wilson anaishi peke yake, ako na bibi. Ana bibi. Ako na mtoto. Ana. Na Yesu anatuambia huyo Mungu ni wa nini? Sijasikia hiyo andiko. Hujasikia, mpe arudie uende ikafutika. Inasema ina uzima wa milele ndio huu. Ndio. Ina uzima wa milele ndio huu. Safi. Wakujue wewe nani? Mungu wa pekee na wa kweli. Mpe.
Ati Mungu wa nini? Wa pekee na ukweli. Wa pekee ako na wa pili. Wa pekee Ako na wa pili. ana wa pili. Ako na mtoto. Ana. Ako na bibi. Ana bibi. Takbir! Ulikuwa unakimbia wapi? Wewe kulikimbia rafiki yangu. Wewe unikimbie mimi. Mungu ana mtoto. Yesu kakiri Mungu ni wa pekee. Hebu mpe wewe nikuoneshe nini maana ya pekee kwa hiyo Biblia. Ndio. Mhubiri 4:7. Kitabu ni cha Mhubiri. Aha. Mhubiri. Wewe rafiki yangu ulikimbie mimi wakati chachi nimekaa. Miaka yote. Twawaombea katika jina la Mungu Muumba, twawasamehe, twawabariki ili waweze kuokolewa. Kina dada wacha maneno, lazima waingize wakina dada kwa sababu ya see me what I have. Kitabu ni cha Mhubiri ngapi? 4:7. 4:7 inasema kisha nikarudi tena na kuona ubatili chini ya jua. Safi. Kuna mtu aliye peke yake wala hana wapili wake. Sikiliza, peke yake hana wapili wake. Naam, hana mwana. Wewe ukisikia yeye wa peke yake hana mwana wala ndugu, hana ndugu, hata hivyo amali yake haina mwisho. Mpe. Kwa hivyo Mungu hawezi kuwa na mtoto rafiki yangu. Tatizo lako unakwama ni Mungu kuzaliwa na muujiza, Yesu kuzaliwa na muujiza. Hiyo ndio tatizo tu. Na kabla ya Yesu kuzaliwa bila baba na mama, Adamu kaumbwa. Ana baba, ana mama. Yesu ako na mama, ana baba. Tena Isaka hakuzaliwa na sperms ya Ibrahimu. Usiniangalie. Unakubali, unakataa? Haujui. Kwa hivyo kabla ya Yesu hajakuja kuna mwingine alizaliwa bila baba. Kwenye andiko gani nasema Mpe huyo. Isaka alizaliwa bila sperms ya baba? Mpe huyo. 21:1 Mwanzo. 21:1 Mwanzo. Ukibipu tu unapewa. Sasa twende. Tena tukupe atilipa pole pole. Cash at hand. 21:1. Ndio. Hii hapa inasema. Na tena hata Yohana Mbatizaji utatuonesha baba yake mahali alifanya mambo. Na Melkizedeki. Atatuonesha hao baba zao kina nani. Inasema. Ndio. Bwana akamjia Sara. Mpe maiki. Anatajwa hapo nani? Bwana nani? Mungu. Mpe maiki. Yeye ndiye alikuja. Akamjia Sara kama alivyonena. Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Mpe. Mungu kafanyia Sara nini? Kama alivyosema. Unakumbuka aliambia Ibrahimu nini? Nitakufanya uwe baba wa mataifa. Kabla ndio wale malaika wakienda kuangamiza Sodom na Gomora, walipitia kwa Ibrahimu wakamwambia Sara nini? Atapata mimba. Sara akauliza vipi na mimi nimeshachapa. Kweli uongo? Kweli. Malaika wakamwambia Mungu atamfanyia nini? Miujiza. Atamfanyia miujiza. Hala, muujiza gani huo? Sijui. Haujui? Mpe arudie tena hapo. Salala. Inasema Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Mpe. Kwa hivyo Mungu, ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Ahadi ya Mungu haifanyeje? Haivunjiki. Mungu kamwahidi atamfanyiaje? Kama alivyosema. Na sasa Mungu kakuja kumfanyia alivyofanyaje? Alivyosema. Inasema Ibrahimu kacheza ama Mungu kafanya? Mungu anasema Mungu alifanya vile alivyosema. Alikamwahidi atamfanyia nini kule? Unatabasamu. Takbir! Allahu Akbar. Unacheza rafiki yangu. Iwezekani Mungu ni mmoja, njia ziwe mbili, hata mkitangaza na helikopta. Haiwezekani. Mungu ni mmoja, njia ni moja. Haiwezekani. Hiyo tumemaliza. Sio Yesu peke yake kazaliwa. Hata wewe Mungu angetaka ungezaliwa. Kwani wangapi wameoana bibi na hapo kwa Yesu, hapo kwa Yesu. Mimi bado nimeguama hapo. Wewe kwama, mimi sina tatizo. Ukisoma Luka 3:22 nasema 3 3:22. Kitabu ni cha Luka. Mwenje huyo kakubali kwamba sio Yesu peke yake alizaliwa bila baba. Sasa tumeenda kwingine. Anasema ndakuonesha wengi kwa Biblia wajazaliwa na baba, mama peke yake. Hapo anakwama. Inasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Ndio. Kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni. Wewe ndiwe mwanangu, mpendwa wangu. Nimependezwa nawe. Mpe.
Sasa hiyo sauti ilitoka wapi? Mbinguni. Sauti imetoka wapi? Mbinguni. Mungu anaishi mbinguni. Kwani Mungu anaishi wapi? Moja Mwanzo. Tunauliza Biblia. Fanya haraka tukaswali. Fanya haraka. Kitabu ni cha Mwanzo. Fanya haraka kijana. Nishafika mwalimu wangu. Ati Mungu kwani anaishi mbinguni? Sijui. Moja Mwanzo. Inasema hapo mwanzo ndio Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Mpe. Ati Mungu mwanzo aliumba nini? Mbingu na nchi. Kabla hajaumba hizo Mungu alikuwa? Alikuwa wapi? Sasa huko kwenye alikuwa anakaa kwa Bible hawajasema. Wamesema hujasoma. Lakini aliumba mbingu na nchi. Kabla hajaumba alikuwepo. Kwa hivyo pale alikuwa kabla aumbe ndipo wako. 6:18 Nyakati wa Pili. Kitabu. Usiseme Mungu anaishi mbinguni. Bana. Haezi toshea hizi mbingu. Mahali alikuwa kabla hajaumba ndipo wako. Kama unataka nikupeleke ni wapi unasema. Twende. Mambo ya Nyakati wa Pili 6:18. 6:18. Fanya haraka kijana. Safi kabisa, hii hapa inasema 6 mstari wake wa 18. Ndio. Lakini Mungu yamkini atakaa na watu duniani. Wewe sikiliza wewe Wilson. Mungu atakaa na watu duniani? Safi. Tazama. Angalia wewe Wilson. Tazama nini? Bingu. Angalia bingu. Sikiliza, bingu ni mbili. Na bingu. Ukisikia nani kiunganishi inaongeza ingine. Za bingu. Hizo zinakuja 7. Na bingu. Ndio. Hazikutoshi. Mpe. Seuze nyumba hii niliyojenga. Ati Mungu hizo bingu zote hazifanyeje? Hazimtoshi. Wewe unaweza kaa mahali ukutoshei. Hauwezi. Kwa hivyo Mungu aishi wapi? Anaishi wapi? Mpe. 6:16. Kitabu. Dr. Timotheo. 6:16. Kitabu ni cha Timotheo wa kwanza. Safi ninayo. Ndio. Nikamate vizuri. Timotheo wako wapi? Fanya haraka tumalize. Haya, safi kabisa. Timotheo. Alafu ile sauti si ya Mungu. Nitakuonesha hiyo sauti ni ya nani. Sahi tu. Hiyo sauti ilitoka mbinguni, si ya Mungu kwa sababu Mungu aishi mbinguni. Kwa hiyo sauti iko na wenyewe. Inasema ambaye yeye peke yake ndio hapatikani na mauti. Safi. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona. Mpe. Ati amekaa katika nini? Nuru isiyoonekana. Na wanadamu hawajawahi kufanyaje? Muone. Huko ndiyako, hayuko mbinguni. Sasa hiyo sauti ilikuwa ya nani wewe? 10:18 Luka. Kitabu ni cha Luka mtakatifu. Si alitoa Luka? Tunamjibu tu na Luka, hiyo sauti Luka alituambia ni ya nani? 10:18. Fanya haraka. Kitabu ni cha Luka mtakatifu. Ndio. Inasema akawaambia, nalimuona shetani. Ati nani? Nalimuona shetani. Safi. Maluuni. Akianguka wapi? Kutoka mbinguni kama umeme. Shetani ametoka wapi? Mbinguni. Hiyo sauti tukisema ni yake itakuwa uongo. Sasa unasema sio sasa, nimesema hivi, sio mimi. Nataka ubishane na Biblia ndio uendelee kuwa Mkristo mzuri. Biblia inasema shetani katoka wapi? Hiyo sauti ilikuwa yake ya Mungu. Sauti ilisema naye huyu ndio mwana. Haijasema ilikuwa ya Mungu ama ilikuwa shetani. Lakini wewe wakati ukiwa muongo usiwe msaulifu. Wakati ulitoa ile andiko ukasema Mungu ndiye alisemaje? Alisema huyu ndio mwanangu. Tukapata huyo Mungu kwanza aishi wapi? Aishi mbinguni. Kumbe shetani ndiye anaishi wapi? Hata shetani anasema hivi. 5:37 Yohana. Sikiliza, Yesu pia amemaliza mambo ya ukipe huyo mwingine. Kitabu ni cha 5:37. Nataka watu wa SDA wakuje hapa, wa Sabato. Tuwaweke chuoni. Wa Sabato kwa sababu nyinyi mnatusumbua sana huku. Inahitaji hapa Msabato yote. Hata hapa kulikuwa na jamaa mwingine kitambo, miaka kama 3 tulikuwa hapa, alikuwa anaitwa Ibrahimu. Kawamlishi miaka 2 na ya 3 tukamkamata. Sasa hii nasema Muhammad Rasulullah. Wala ana kifua, sasa hii anasujudu kweli kweli. Bana. Alikuwa wa SDA wa hii area. Kwa hivyo wachungaji wa SDA, kesho mtuko area, mkitaka kuita hao wenye mnaitaka muite. Twende. Inasema naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Yesu huyo. Sauti yake. Ati nini? Sauti yake. Ati nini? Sauti ya Mungu. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote. Mpe. Ati sauti ya Mungu ijawahi kufanyaje? Kusikia. Kusikia. Huyo nani anasema?
Ni Yesu. Acha ujanja rafiki yangu. Si ujanja, tuko hapa ni Yesu. Kwa hivyo Yesu anatutangazia sauti ya Mungu ijoi kufanyeje? Sikika. Lakini ile sauti kukua ya nani? Kwa nani? Basi unasemaje? Tunaenda kuswali, tumeitwa mwadhini ndio hiyo. Unasemaje tuende pamoja? Wapi? Msikitini kama Yesu. Siwezi ingia msikitini. Ndio, tukiwa Waislamu wote pia moto utakosa watu. Unanielewa? Heri ni baki na huyo Yesu wangu. Yesu wewe umpendi. Wewe unajua Yesu mpendi. Uko ndani ya roho yangu. Niahidi kesho utakuja. Wapi? Hapa? Nitakuwa hapa. Saa ngapi? Saa 10:30. Saa 10:30. Sema Mungu akipenda. Mwenyezi Mungu akipenda. Kesho utaku hapa. Mimi nataka ukuje kesho tujadiliane, nikuoneshe wewe unamng'ang'ania Yesu wakati wewe hujui Yesu na umpendi. Lakini kuniambia kwenda msikitini hiyo au nisaidii. Na kusaidia kwa sababu hivi, subiri. Hakuna penye unanisaidia. Yesu anasema nafuu unifunze. Ngoja. Yesu anasema jitieni mira yangu mfanyeje? Jifunze kwangu. Jifunze kwangu. Kwa hivyo mambo yote Yesu aliyofanya ndio tunafaa tufanyeje? Tuyafuate. Kaenda kanisani msikitini. Alienda msikitini. Basi mpe maiki huyo. Ngoja. Sasa si imeisha. Sasa imeisha. Sasa tunangoja ni sasa kuswali rafiki yangu. Yesu aliingia msikitini sinagogi. Ndio imeisha. Alafu kwa Yesu ninga sinagogi aliendelea kuingia. Aliingia siku zote. Siku moja. Hiyo siku moja nilimfukuza. Mpe maiki. Siku zote bana, njoo kesho tukuonyeshe. Kuja kesho tukuonyeshe kwamba alikwenda msikitini siku zote. Hebu ngoja. Ati imefanyaje? Haya 18 19 tunasoma hiyo kwa ajili yako dada. Alafu na kesho uvae buibui, ujistiri, uwe safi. Kitabu ni cha Luka. Yohana. Kitabu ni cha Yohana 18:19. 18:19. Na hiyo ni huyo. Special dedication. Ndio. Haya 18:19 hii hapa. Huenda saa hii tukaenda na wafuasi wawili msikitini. Inasema, basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Safi. Na habari za mafundisho yake. Ndio. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu wazi wazi. Ndio. Siku zote. Hadi siku moja. Siku zote. Mpe huyu. Siku ngapi? Maliza ndipo. Siku ngapi? Siku zote. Ngoja, siku ngapi? Unaona wewe dada? Maliza. Siku zote. Na alifundisha wapi? Katika msikiti. Mpe. Unasemaje sasa tuende siku zote Yesu? Pale. Kwa hivyo wewe ni mbishi.